Unajua kusema gani kwenye Biblia wanaandika kwamba mtegemea mwanadamu ameibika. Na wameshaandika mara nyingi sana ukimtegemea mwanadamu ni nini. Yaani Mungu hataki usiabudu Mungu wengine usinini. Mungu anajaribu kutuambia kwamba yeye mwenyewe Yawe ile alitaja jina Yesu pale Eloi. Ndio wakumtaja wakati wa shida. Ndio wakumtaja wakati wa raha. Ndio wakumtegemea wakati wote. Na pia nakuambia kwamba leo nimesoma Mithali na neno la leo. Mithali 26:25 nakwambia kwamba kuogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Jamani, pia tena naomba utafuteni ufalme wa mbingu kwamba kwanza na vitu vingine vyote utazidishiwa. Mungu anajaribu kutuambia kwamba ukimtegemea unapata kila kitu. Ukimtegemea mwanadamu utaibika. Ukimtegemea mwanadamu utamuogopa. Ukianza kumuogopa mwanadamu utaogopa kufungua biashara kwa sababu ya mtu fulani. Utaogopa kufanya hivi kwa sababu ya mama. Utaogopa kufanya hivi kwa sababu ya baba. Utaogopa kuanza maisha yako kwa sababu mama hataki uanze. Juzi niliambia watu kuhusu kutegemea ndugu. Kuna mijitu ikaja ika comment hapo inaonekana ndio wale ndugu wanaomba. Kama unajijua ni ndugu omba. Kama unajua ni ndugu omba. Maana mimi mwenyewe nimezaliwa kwenye shida tena kubwa. Shida ambayo ni shida ya uyatima. Niko hapa. Kwa hiyo ukiona ninaongea useme kwamba kuna mtu amenisaidia, sina hata baba wa kupigia simu. Mimi ndo baba, mimi ndo mama. Kwa hiyo mimi ninavyowaambia nyie, munisikilize nyie watoto, sijui ni watu wazima, sijui ni nani. Ninapowaambia mliokunja shingo zenu, acha kuomba. Mungu hatofungua milango kwa mtu anayeomba. Mungu hawezi kukuonyesha karama yako kama huwezi kuitumia wewe shangingi. Paka nakasirika na matukana kwa sababu hamuelewi. Mmekaa bize kuangalia wanadamu. Unapata shida, cha kwanza unamwambia mke, cha kwanza unamwambia mume, cha kwanza huyo mtu ndo anataka kukupindua. Huyo mke ndo anataka kukupindua. Huyo rafiki yako ndo anakuchukia kwenye biashara yako. Unamwambia unajua ni Skola, unajua ni Demta, unajua jamani yani Anastasia, unajua ni wote ni wachawi kwako unakuta. Lakini ukiingia hapa madhabahuni kukaa ukishika kitabu cha vita ukakemea ukasema sikitaki, jamani unapigwa na kusha simu. Ukishika hichi kitabu ukamwambia Mungu enough is enough, ukamwambia shetani shikilia hapo uliko, hapa si kwako. Tumekaa tunaishi kama mbwa, hata ukutata mbwa wanasali. Jana nimetoka kuambia watu usipomtegemea Mungu utaogopa. Mimi nawaambia hapa kwa sababu siogopi mwanadamu. Ndio maana nawaambia hapa kwamba jamani tumrudie Mungu. Naona kuna mapasta mnanifuata, wengine nashukuru Mungu mnanipa moyo. Kuna wengine mnaniambia njoo mnimento. Siko kumento na mwanadamu mimi. Mungu atanimento. Kama Musa alikuwa mento na Mungu, basi na mimi nitakuwa mento na Mungu. Acha. Nimeshasikiliza ya kanisa mengi, nimeshasikiliza msikitini mengi, nimeshasikiliza kote. Acha nimsikilize yeye mwenyewe. Acha nimsikilize yeye. Tuone. Alishasema niombe nanyi mkiniomba akusema mki. So we are generalized. Anybody can ask God. Anybody can ask anything from God and can receive it. Niwaambieje? Ninamuomba yeye mwenyewe. Sihitaji pasa kuja kuniambia you need mentorship. I don't need any mentorship from any human being. Unataka kuja kunidanganya, kuja kunirudisha tena kwenye mfumo. No, please, thank you. Bye. Bye. Goodbye. Shimba. Kitu nachotaka kukuambia hapa Mithali 29:25. Ukuogopa wanadamu kunaleta mtego. Na nataka nimalize na hii conclusion kwamba unapoanza kumuogopa mama yako ndipo hapo unapoogopa pala anapokuambia usiondoke nisaidie nyumbani. Kama mafanikio yako hayana maana, wewe muombe kwa mtumwa wa mamako. Unapoanza kuogopa wanadamu, utamuogopa mume wako. Kisa anakuambia usiende kanisani, kisa anakuambia usiende Bible study, kisa anakuambia usiende sijui wapi. Utaanza kumuogopa mume wako kwa sababu anakuambia usifanye mambo ya mataifa, usifanye kama watu ambao wanavyofanya, usitoke, usiende huku, usitafute wewe mke wangu, usipake makeup. Utapelekeshwa kumtegemea mwanadamu. Juzi natoka kuangalia movie ya Monica. Niliwaambia kwamba mwanadamu kimtegemea utaibika. Monica amemtegemea mama yake. Alikuwa akitegemea kwamba mama yake ndo atakuja, ndo kila kitu. Ameisha pale ndani. Mama anachukua mpaka mume anawapa ndugu zake. Kwa sababu anaogopa kwamba Monica akiondoka pale nyumbani, yeye ndo analisha familia.
Kwa hiyo Monica akiondoka pale nyumbani na maana familia haitalishwa. Kwa hiyo yani Monica ndo anaifanyia kazi familia, baba, mama, mtoto. Na ndo familia nyingi za Kiafrika ziko hivyo. For the sake of mama atakuachia. Hakuna mwanadamu anaweza kukuachia laana katika jina la Jehova Hire Shama. Nataka nikwambie hata mama yako hawezi, usidanganyike. Hakuna laana inaweza kumpata mtu. Mungu mwenyewe ndo anaacha laana, na laana inaitwa karma. Haitoki kwa mama yako. Mama yako anaweza kunena maneno kibao. Nitakulani wewe, nitakulani. Mungu ana decide. Unapoamka hapo, mama yako amekwambia unaacha laana, kama ni mtu wa sala unapingua. Kuna mtu ambaye angeachwa laana kama Yesu. Yesu alikuwa mtukufu from the beginning. Mtoto anaenda kutafuta kwenye masjid, yuko kule na watu wazima miaka 14 si 13. Alafu anamjibu mamake au anajibu anavyojisikia. Mimi nahisi kati ya watu ambao angetakuwa walundikwe na Yesu akusikia. Jamani, niwaambieni tu kitu. Kama huyu Yesu mkiacha kusema mambo ya amekufa kwa ajili yetu, mkaanza kusoma Biblia, mkafuata ile mafundisho yake alikuwa anaenda na mienendo yake, hautatisika. Tuachane na mambo yalifufuka. Tuachane na mambo hizo, ni stories za kitoto. Atakuja kwa ajili yetu, ni upuuzi. Kwa sababu kama unaanza kusema atakuja kwa ajili yetu, kama uamini mafundisho unakaa, hiyo ndio inakupumbaza. Unakaa hapo hutaki kujifiksi. Unaogopa wanadamu. Alafu unasema anakuja kwa ajili yako. Yupi? Antusa. Wakati unamwogopa padri kuliko Mungu. Unamwogopa pasta kuliko Mungu. Unamwogopa shehe kuliko Mungu. Unamwabudu pasta kuliko Mungu. Antusa. Nikwambie, anayemtegemea mwanadamu ataibika, na sio utaibika, utakufa. Na hapa katika Mithali 30 4 anakuambia, ni nani aliyepanda mbingu na kushuka chini? Kwanza 3 anakuambia, wala sina maarifa ya kumjua mtakatifu. Sijawahi kuwa na mtakatifu. Zaidi ni watu wana greatness tu za kutaka kuwa wakubwa katika maisha. Sio kuwa na mtakatifu mimi. Sijawahi. Sio kumuona pasta au sio kumuona mtu yote ambaye kama Yesu. Haje kutokea. The only thing we have is greatness. Kutaka pesa tu. Ni nani aliyepanda mbingu na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Ni nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Jina lake ni nani? Na ni nani jina la mwanawe? Kama wajua, kila neno la Mungu limehakikisha. Yeye ni ngao na umwaminio. Usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana uongo. Mambo haya mawili nimekuomba, usininyime kabla sijafa. Ondoa batili na uongo. Usinipe umaskini wala utajiri. Usinilishe chakula kilicho kadiri yangu, nisije nikashiba nikakukana. Nisije nikashiba nikakukana. Nataka niwape mfano mdogo tu. Kuna situation ilitokea katikati hapa. Nikaja kuangalia nikasema kuna vitoto ambavyo vinapata hela vikiwa vidogo. Vinadhani kuishi certain place, vinadhani kuwa na maisha fulani, kujionyesha kwamba wengine pia hawana. Yaani nataka tu nikwambie kwamba wakati Mungu anakupa kuwa makini sana. Kwa sababu ndipo shetani anapoanza kuleta kiburi. Anapoanza kuleta kujikweza. Anapoanza kuleta madharau. Utajiona uko sawa, umekuwa unakunywa kuliko kutoa sadaka. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba mwambie Mungu akupe maisha ya kuridhika. Utajiri mwingi nao sio wa kila mtu. Utajiri mwingi unahitaji nguvu nyingi sana. Utajiri mwingi sana unahitaji being a billionaire kama Bakresa. Tumeona ule baba anahitaji nini? A lot of courage, a lot of discipline, a lot. Na kama pia unahitaji hiyo kwa billionaire, siwezi kukuzuia. Kwa nini nikuzuie nisijikae kama mataifa? Nitakuwa ninaongea uongo. Kwa sababu wewe kama kuwa billionaire, Mungu anataka usaidie watu wengine. Muombe Mungu hekima. Pesa tunaziona, tumeshaona watu wakiwa na pesa, wameanza kujikweza kabla ya pesa. Alafu imewashusha chini. Muombe Mungu hekima. Alafu pia katika hili niongeze kwamba wakati unapoona unacho au una access ya kupata kitu, imaanisha wengine hawana. Kuna mabosi wamekaa na kuangalia kama kataira.
Usitapetape ukipata pesa. Usijikweze ukipata pesa, ndio kushuka kwako. Bakhresa umemwona ni pale jamani, ule baba alikuwa ni mfano mzuri juzi. Hajikwezi, ana mambo makubwa. Hatukatai nunua V8, nunua Range, nunua Jeep Wrangler, nunua G-Class, buy anything you want. But make sure you have discipline in everything you're doing. Heshimu watu. Kuna kama mtu ambako kalikuwa na kadharau sana, lakini hakajua kama mimi na hela kuliko yako. Alafu sasa wengine tuna asset ambazo sio za mikopo. Tusiongee sana. Ukimtegemea Mungu ni chanzo cha maarifa. Ukimtegemea Mungu ni chanzo cha utajiri. Ukimtegemea Mungu ni chanzo cha hekima. Ukimtegemea Mungu ni chanzo cha kujishusha. Mimi najishusha kwa kila mtu. Sitomvunjia mtu mzima heshima kwa sababu nina hela kumzidi. Siwezi katika jina la Yesu. Kwa hiyo kuna vijito tunaviona tu vina. Una hela za kutuhamasisha, una hela zipi? Yeye unakuta mtu ana hela ambazo zimemfanya amekota haira. Ndio kumkana Mungu. Una hela unaenda kuhangaika element unapopa milioni 10 20 na tukatae. Do you think that is normal? Do you think that is normal? Mimi nikwambia nimeshamuona managing director Kuba. Alikuwa hapa Tanzania kipindi hicho. The guy was rich as day, man. Alikuwa iko element anakunywa glass of wine. Na mimi kujua kwamba ni managing director wa Uber baada ya kumhudumia ofisini. Lakini kimwona unamdharau. Kwa hiyo wanadamu tumeshaanza kujizoesha ile nini. Ukiwa na Mungu utakuwa kama mataifa. You humble yourself. Na niwaambie tu siri, matajiri wanasali wenzenu. Just because they muone kanisani imaanisha wanasali wamejifungia huko ndani like crazy. Wanajinunia, wanajinenea, wanajinuia. Jinuia. Nataka nikwambie katika jina la Mungu wangu anaishi over here. Maybe chanzo chako cha umaskini. Wala nisiwe maskini sana nikaiba na kulitaja jina bure la Mungu. Maybe unaomba sana, unakesha sana makanisani kwa sababu unadhani Mungu atakuja. Hicho ni chanzo cha umaskini sana. Acha. Fanya kazi. Utaomba Mungu ashuke hapo kukupa shilingi 10. Tafuta kazi. Ukisoma Mathayo, ombeni nanyi mtapata, tafuteni mtapata. Sio kwamba ombeni tu, tafuteni, bisheni. Yaani ni mambo mengi hapo yanahusika, sio kuomba tu, acha ushamba.